Ni kisa fulani hivi ambacho kiliweza kuzungumziwa na kuweza kuunganisha nchi yote ya Kenya kwa jumla. Kisa juu ya mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani, pale ambapo jina lake wakati ule akiwa mtangazaji maarufu zaidi nchini, akiwa ndiyo karia yake ya wanahabari ilikuwa ndiyo imeweza kupamba moto sana, akiwa ndiye mwanahabari wa kwanza kutunukiwa nafasi na rais wa Jamhuri ya Kenya wakati ule Uhuru Muigai Kenyatta kuweza kumfanyia mahojiano na pia kufanya ziara katika ikulu ya urais jijini Nairobi. Jina lake ni Yake Maribe. Majuzi yasoa mwezi uliopita, kesi dhidi yake na Jowie Irongo wakitajwa kama wahusika wakuu katika mauaji ya Monica Kimani ilipata kusikizwa. Pale Yake Maribe alipata kuondolewa hatia zote ambazo zilikuwa zikimwandama juu ya mauaji yale, na ile ilikuwa furaha kwa wengi na mashabiki waliowahi tarajia tena kumwona Yake Maribe akirejea katika runinga zao na pia akirejea katika mitandao ya kijamii na kuzidi kufanya mambo yake kama alivyokuwa akifanya kitambo. Because let me tell you, sometimes one single mistake or one involvement with the wrong company can make you ruin everything that you have worked for the rest of your life. Kwa sababu gani hivi nasema? Unajua Yake alikuwa katika mahusiano na Jowie Irongo wakati yule Jowie alitajwa kama mhusika mkuu katika mauaji ya Monica Kimani. And that is what destroyed her career. That is what hit her up. Aliweza kutajwa na karia yake pale katika runinga ya Citizen TV kama mwanahabari ikapata kukomea pale. Lakini wanasema Mwenyezi Mungu ni Mungu wa nafasi nyingine. Maana leo taarifa zinagonga vyombo vya habari ya kwamba ambaye ndiye waziri wa public service Kuria amepata kumtunuku Yake Maribe nafasi nyingine katika ofisi yake ya kuwa yeye ndiye ambaye atakuwa head of communication. Ni taarifa ambazo zinagonga vyombo vya habari na nataka nikusomee hivi sasa ndipo upate kuelewa kile ambacho tunapata kukiongea. As of right now, news coming in. Nataka kuzisoma na nizisome kwa kina. Yake Maribe na pia amepata kuzungumza kuhusu hili. It's none other than Dennis Itumbi, mteule kama CS katika serikali ya Rais William Ruto na rafiki wa karibu sana, na pia inaaminika ni mpenzi ama alikuwa mpenzi wake Yake Maribe. So let's dig deep into this. As of right now, news in. Former TV presenter Yake Maribe has been appointed the head of communication at the Ministry of Public Service Performance and Delivery Management. The ministry is led by Cabinet Secretary Kuria. This appointment comes after Maribe's recent acquittal in the Monica Kimani murder case, which lasted for nearly 6 years. Dennis Itumbi, a digital strategist who supported Maribe throughout the case, expressed his congratulations and well wishes for her new role. Alisema, congratulations Yake Maribe. May God bless you as you serve. Thank you Honorable Kuria for standing with the generation. Please continue to do good and extend your support, he stated. Now, wengi wanamwambia Yake, your star will shine again. Hey, sijui kuna kitu mnakiona ambacho, kuna kitu amkioni ambacho mimi nakiona. Kumbuka kesi ya Jowie Irongo iliweza kuwa revived again, ambapo the Law Society of Kenya LCK na ofisi ya Attorney General iliweza kufile an appeal kwa urejeleo wa review of the evidence that was labeled against Yake Maribe. Maana Jowie all through ameweza
kuclaim na kustand with this part ya kwamba he is innocent of the said murder. Alisema ya kwamba mimi haya mauaji sikuyafanya. Kile ambacho nauliza, ile certificate of good conduct, ile certificate ambayo inaonyesha kwamba ukifanya kazi katika ofisi kama hii, unajua uhitaji kuwa na makesi kama mzee baba, imekwenda wapi? Ama mnamwita huyu ndiye Mungu wa nafasi ya pili? Hivi ni maswali tu unauliza, sina ubaya na mtu, maana nikuulize, kama wewe ingekuwa ni wewe ambaye umekwenda kuitafuta hii kazi katika ofisi ya waziri Moses Kuria na umesimama pale tu na vijikaratasi vyako na certificate yako ya good conduct, inaonyesha tu ulikuwa na kesi fulani ya mauaji ambayo ilikuwa imekuandama, na hii kesi iliweza kuondolewa. Let me tell you, in the mention of a murder case, watakufagia hivyo wakuondoe. Unaniambia eti ni portfolio ya Jackie Maribe imemtetea kuweza kupata kazi kwa Moses Kuria? We bana, usitusome upumbavu. Moses Kuria na Jackie Maribe wamekuwa marafiki wa karne, wa kitambo sana. Kwa sababu gani? Kumbuka wakati Kuria alikuwa hospitalini, Jackie alikuwa moja kati ya wale ambao walimtembelea pale hospitalini. Kumbuka Kuria alikaa hospitalini kwa kipindi cha miezi 4-5 vile, nyakati za siasa za mwaka 2022. So a lot is being spoken, a lot naongelewa, lakini kuna kitu fulani amekiongea jana, anaitwa Burale, Pastor Burale, ambaye ni moja kati ya makasisi tajika hapa nchini Kenya. And I want kukuweza kukusomea hii message, maana the man himself, Burale, Robert Burale, spoke of Jowie Irungu's case in another dimension, na nataka uweze kumsikiza Robert Burale. Alisema hivi Burale, akaweka picha ya Jowie Irungu akipata kufunguliwa pingu pale na mamake akiwa pale, akasema hivi, this is Jowie. Now I don't want to discuss the case. I am not an expert in legal matters, but allow me to pick a lesson or two. When he was first released pending trial, he became an instant celebrity. Other celebrities, useless career, were flocking to take photos with him. Most podcasters interviewed him. He was everyone's darling. When he was found guilty, there was very few people around him. We saw painful tears from his sister. No more podcasters, no selfies with so-called celebrities. On the day of his sentence, his mother stood by him. The photo below she is looking at the officers if to say, don't let the handcuffs hurt my son. Life is fickle. I pray that Monica's family will find God's peace as they remember their loved one. I also pray and hope they are friends who are still standing with them even after the media blitz has died down. Reduce the number of chairs around your dinner table. Robert Burale. Ayo ni maneno ya Robert Burale, na nitasema ni maneno ya busara sana. Ukimsikiza mzee utaelewa kile ambacho anakimaanisha. Wengi walitaka kujihusisha na Jowie. Wengi walikuwa marafiki wa Jowie. Jackie alikuwa mpenzi wake Jowie, mpaka Jowie aliweza kupropose na kuomba kuweza kumuoa Jackie na kutoa posa ya kumuoa Jackie. Walipokamatwa walikuwa pamoja, waligandana kama kupe wa mgandavyo ng'ombe. Walionyeshana mapenzi yao hadharani, mpaka vile kubusiana aswa hadharani mbele ya kamera zilizokuwa zinawamulika kila sekunde yao pale kotini. Lakini wanaitwa watu ambao ni wakukupa mawaidha, walikuja wakamuita Jackie kando, wakamwambia unajua ni aje, sisi tutasimama na wewe, lakini we need somebody to take the fall for this matter. And who is the best scapegoat in this matter? None other than Jowie Irungu, your boyfriend. Do you know the motive?
Maana ni swali ambalo nimeliuliza kila kukicha hapa hivi katika podcast ya kwetu ya FM Show. Motive ya Jowie Irongo kwenda kumuua Monica Kimani ilikuwa gani? Je, Jackie Maribe yeye alikuwa na motive ya kumuua Monica Kimani? Tumeuliza ili swali, lakini mpaka mahakama Grace Nzioka mwenyewe hakutoa. What was the motive behind Jowie's? Because you said that he has been proven beyond reasonable doubt that Jowie is the murder of Monica Kimani. Kuna vidili hivi alikuwa navyo vichafu Monica, hivyo tuviongelee. Baba, mimi sitaki kuzungumza mengi. Hii kesi haijapata kutolewa uamuzi wake bado, lakini ile watu wanasema sahihi ni ya kwamba page yake Jackie Maribe imefurika jumbe za kuweza kumcongratulate. Unaambiwa naye Robert Burale, punguza viti katika meza yako ambayo unalia, maana sio wengi mnaokula nao na mnaocheka nao ni marafiki mzee baba. Haya ni maneno ya mtu ambaye amekipitia katika maisha. Robert Burale ni kasisi na pia ni mtu ambaye amekuwa akipeana mafunzo kwa muda mrefu kupitia kurasa zake za kijamii na pia kupitia vyombo vya habari. What do you have to say in regards to Robert Burale's message? And what do you have to say in regards to Moses Kuria appointing Jackie Maribe as head of communication at the Office of Public Service? Achia maoni yako kwenye comment section. Hii ni FM Show KE. Minite F. K. Mwenda.